Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Mashallah, leo ikiwa tumpata bahati kuja kutembelea masjidi gani inaitwa? Halima Hailini. Mashallah, tumetembelea masjidi Halima Hailini sehemu ya Gotani, huku Gotani ndani kidogo. Kwa hiyo alhamdulillah tumeswali salatul Jumaa kwa jamaa kwa pamoja inshallah. Leo niko na ndugu zangu hawa, nataka kidogo tuulizane maswali katika njia ya kuelimishana vile vile na kutangaza dawa katika Uislamu wetu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Naitwa Muhammad Hamis. Ndugu yangu naitwa nani? Naitwa Saleh Nzaka. Saleh Nzaka. Nitashikilia hivi na wale. Saleh Nzaka. Sasa Sheikh Saleh, mimi nimefika hapa, nataka nikuulize swali. Naam. Uko tayari? Niko tayari. Kwanza leo hivi sasa tuko mwezi gani katika mwezi wa Kiislamu? Tuko mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ambao unaitwa kwa jina Muharram. Muharram, mashallah. Amepata, anasema tupo katika mwezi wa kwanza Kiislamu, yani sawa sawa na Januari katika kalenda isiyokuwa ya Kiislamu. Kwa hiyo tupo katika mwezi wa kwanza, ina maana mwaka mpya, si ndio? Naam. Hebu tuambie katika huu Muharram, huu mwezi wa kwanza, naam, kuna kitu gani au kuna tukio gani ambalo walikumbuka katika Uislamu? Yani moja tu, tutajie tukio moja au jambo moja tu ambalo limetokea katika mwezi huu wa Muharram. Kwenye mwezi huu wa Muharram, naam, tukileta historia ya Kiislamu, wakati zama za Musa alayhi salam, Musa na watu wake waliokolewa na Mwenyezi Mungu kutokamana na jeshi la Firaun. Mashaallah. Sai mashallah, umpata katika zama za Allah Musa alayhi salam alipata kuokolewa na Allah tabaraka wa taala kutokamana na huyo adui yake Firaun inshallah. Na siku hiyo ya kuokolewa kwa Nabii Musa kuna funga ambayo yapatikana, si ndio Sheikh wangu? Hebu tuambie kidogo, hebu mwambie yule anayeangalia kule, kuna funga gani inapatikana katika tukio hilo, katika siku hiyo ambayo Nabii Musa aliokolewa? Funga gani hiyo? Ni inapatikana mwezi wa tarehe 10, sawa? Tarehe 10 ambayo ni yaumu Ashura, sawa? Ambao leo pia, leo Ijumaa tupo yaumu Ashura, siku ya 10 leo yaumu Ashura inshallah. Shukran ndugu yangu, umejitahidi sana, umepata. Shukran, jazakallahu khaira inshallah. Kwa kuwa ndugu yangu umepata, sawa? Umejitahidi sana mashallah. Acha nikupe tu zawadi ndogo hii, sawa? Inshallah khairi. Unawaambiaje wa vijana wa Kiislamu katika jamii yetu, yani labda? Nawaambia kuwa kulingana na maswali ambayo nimeulizwa, pia jambo la kwanza tujitahidi, tukipata uwezo tufunge hii yaumul Ashura, mashaallah, hii siku ya 10. Tukiwa ni wenye uwezo wa kufunga tufunge. Pia tuwe wenye kupenda kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mashaallah, maana hiyo ndio dini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hata ikubali dini nyingine yoyote ile isipokuwa Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tupende kuisoma dini na tuweze kuifahamu vizuri. Mashaallah, shukrani bwana. Ningekuwa na nyingine ningekuongeza maneno yako mazuri sana. Shukrani sana. Inshallah khairi. Assalamu wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Muhammad Hamis. Ndugu yangu aitwa nani? Mustafa Said. Mustafa Said, mashaallah. Mustafa, unasoma madrasa wasoma fasulu ngapi, yani klasi ngapi? Fasulu thalith. Oh, mashallah. Mustafa anasoma madrasa fasulu thalith. Mustafa, nataka tu uniambie katika swala za faradhi kwa siku tunaswali swala 5 za faradhi, si ndio? Swala 5 kwa siku ni swala 5 za faradhi. Nataka uniambie katika siku gani inapatikana swala ambayo ani swala 2 tunaswali rakaa 2 kwa siku hiyo. Rakaa 2. Siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Mashallah, siku ya Ijumaa amesema. Mashallah, umpata siku ya Ijumaa tumetoka kuswali swala rakaa 2 hapa sasa, ndio
na khutba. Mashaallah, umepata ndugu yangu, umepata. Nikuulize swali moja la nyongeza. Hebu niambie, suna gani ambayo imesuniwa kuswali suna ya swala? Ni swala gani ya suna imesuniwa kuswali jamaa? Niambie, suna ziko nyingi za swala, lakini suna gani imesuniwa kuswali jamaa? Yaani sio peke yako. Swala gani ya suna imesuniwa kuswaliwa jamaa? Jamaa. Jamaa, yani kuna imamu na maamuma huko Allahu Akbar na huko Allahu Akbar. Je, ni suna gani? Ni swala gani? Salatul janaiz. Janaiz. Nyingine? Umesahau. Salatu janaizi. Salatu janaizi ni swala hiyo, ni faradhi, sawa? Inaitwa faradhi kifaya. Tuelewane. Kwa swala ya sunna ambayo mimi nilikuwa nataka unijibu pengine ni witri, sawa? Tarawehi, shelewa, salatul Eid, ni zote za sunna hizo, sawa? Inshallah, kwa kuwa mjitahidi umpata, pia sitokuacha patupu, na wewe nakupa zawadi kidogo ili tu uende ukaburudike. Mimi na hizi hapa shilingi 40, shika hizi. Sawa? Sawa. Yule kijana anayekuangalia pale, unamwambiaje kuhusiana na dini? Sawa, dini. Kuhusiana, mpe neno moja tu yule anayekuangalia pale. Mpe neno moja tu kuhusiana na dini. Tusiache kuswali. Anasema tusiache kuswali. Mustafa anatuambia tusiache kuswali kwa sababu swala ndio ufunguo wa kila kitu. Mashaallah, shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu kama nilivyojitambulisha umesikia, naitwa Muhammad Hamisi. Wewe ndugu yangu unaitwa nani kijana? Naitwa Ibrahim Juma. Ibrahim Juma. Hebu kabla sija kuuliza swali husika, nataka uniambie jina la Ibrahimu. Je, kuna swahaba yote au kuna mtume yote aitwa Ibrahimu kweli? Yuko swahaba au mtume? Mtume. Hebu niambie, huyo nabii Ibrahimu kweli yupo mpata? Mashallah. Huyo nabii Ibrahimu, labda unakumbuka nini katika historia yake wewe? Jambo gani alikumbuka kwa ufupi sana, dakika moja tu? Huyo nabii Ibrahim aliishi miaka mingi bila kupata mtoto. Mashaallah. Alipopata huyo mtoto akaja akapata mtoto anaitwa Ismail. Alafu pia kukatokea amri ya Mwenyezi Mungu kuwa amchinje. Mashaallah, shukrani. Hapo tosha, wewe upo sawa kabisa. Wasoma madrasa? Naam. Mashaallah. Sasa Ibrahim mashaallah amejeleza vizuri. Sasa Sheikh Ibrahim, nataka uniambie swala, nitajie tu nguzo 5 za swala. Nguzo ziko 14, lakini naambie tu nguzo 5 tu za swala. Nguzo 5 za swala? Kuna ania tu ya kwanza hiyo. Takbiratul ihram. Inasemwaje takbiratul ihram? Allahu akbar. Ile Allahu akbar ya hivi au Allahu akbar ya kwenda chini? Ya unapofunga swala. Ani ile Allahu akbar, ndio hivyo? Naam. Mashaallah. Ya pili. Ya tatu? Qiyamu lilqadri. Alqiyamu lilqadri, yani kusimama kwa mwenye kuweza, si ndio? Naam. Mtu kama hawezi ataswali vile ambavyo anaweza, si ndio? Naam. Ya 4? Arruku. Mashaallah. Ya 5? Al-i'tidal. Mashaallah. Yatosha au kuna nataka unaongezee? Atosha kile. Mashaallah. Sasa bwana, wewe shika hii zawadi tunakupa, uende ukanue chochote kama nyumbani, kumpungua tomato hakuna au kitunguu, sawa? Naam. Uende ukasaidie. Sasa na wewe pia hebu tuambie, vijana unawaambiaje wengine, vijana wenzako unawaambiaje kuhusiana na dini yako? Yani wape nasaha fupi tu ya sekunde 10. Naambia tuipende kuisoma Qur'an na dini yetu ya Uislamu, tujitahidi katika kusoma ili tuweze kufuata njia ya haki. Mashaallah. Anasema tupende dini yetu, tupende kusoma Qur'ani ili tupate kufata njia ya haki, njia ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ametuelezea, na njia ambayo Allah tabaraka wa taala anayoiridhia, ili tupate kuingia katika
pepo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran ndugu yangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Muhammad Hamis. Ndugu yangu aitwa nani? Yasir baba huna? Kumbe mwanangu wewe. Unajua mwanangu kweli kwa sababu gani? Na mtoto wangu wa kwanza kabisa anaitwa Yasir vile vile, mashaallah. Sasa Yasir wewe, yafaa wewe unikuulize maswali magumu sana kwa sababu wewe ni mwanangu mwenyewe nakujua vizuri mwanzo mpaka mwisho. Sasa Sheikh Yasir, unasoma madrasa au? Umemaliza? Ujaenda katika madrasa. Mbona mtihani? Hebu nipe sababu moja tu au mbili ya kutokwenda madrasa labda kwa haraka haraka. Kwenda madrasa. Kwanza nilikuwa hapo nyuma. Nilikuwa Mkristo. Sasa nilikuwa miaka 6 sasa. Kwa Uislamu. Sawa. Sasa bana, mimi nakushauri pia uende madrasa, sawa? Unaishi wapi? Rabai. Hapa. Sasa huyu imamu wetu Sheikh Adam samjua, mfuate, kuna masala atakuelekeza mambo ya kuswali. Maki una swali, si ndio atakuelekeza vizuri namna ya swala, mashaallah. Vizuri, usiache kusoma dini, sawa? Kwa sababu hii ni dini ya haki kama ulivyoamua mwenye kusilimu kutoka huko kuja huku katika dini ya Uislamu, sawa? Ni dini ya ukweli kabisa. Sasa ndugu yangu, umeingia katika Uislamu mna muda gani tangu uingie kwenye Uislamu? Yaani kama takriban miaka mingapi ama? Miaka mingapi? Kama miaka 5 sasa. Miaka 5. Sasa hebu niambie tu, swali lako utakuwa jepesi. Hebu niambie tu kitu gani ambacho kimekupendezesha katika Uislamu yani? Kitu gani ambacho kinakupendezesha katika Uislamu na katika Waislamu yani, ukiona kitu hichi mashaallah ni kizuri? Kwanza kitu ambacho kinanipendeza mimi kwa Uislamu, na Uislamu kwa kusikia sometimes ilikuwa ni kwenye kusikiza hutuba pia, nilikuwa shuleni primary, pia nilikuwa nasakani kasikiza hutuba kwa assembly. Sasa kitu cha kwanza ndio Uislamu kitu kizuri mwanzo waiga ilmu mwanzo, na ilmu fulani wao waipata wale ambao wanahutubia. Kuna elimu unaipata kwa wale wenye kuhutubia, si ndio wale ambao walikuwa wanahutubia. Mashaallah. Sasa kuna Uislamu ni Uislamu ambao ni dini sahihi kwa sababu imenyoka yani, haina kupindapinda. Mashaallah. Kuna chengine pengine kumekupendezesha ukiacha mambo na hutuba za mashehe?
Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Inshallah twashukuru, alhamdulillah tumekamilisha ziara yetu ya kidawa, ikiwa leo ni Ijumaa, ikiwa tupo katika tarehe 10 siku ya Ashura. Alhamdulillah tumepata kutembelea sehemu moja inaitwa Gotani. Gotani ni sehemu ambayo inapatikana sehemu ya Jomvu ndani kabisa kwa chini jitoni. Tulikuwa na ziara kidawa na mashekhe wangu ambao nimeongozana nao, kama hao unaona Sheikh Athmani hapa, na huyu hapa ni Ustadh Adam ambaye ndo imamu katika ule msikiti ambao tulikuwa tukiswali hapo leo. Inshallah naomba tu kwa unyenyekevu shekhe wangu na kuomba hebu wape nasaha au tupe nasaha kidogo, au na kitu gani cha kuzungumza kuhusiana hii ziara yetu ambayo tumekuja leo inshallah. Shukran. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa ni safari ya mafunzo, safari nzuri, safari ambayo kwamba mapatikana makubwa ndani yake ya kujifunza kwa wale waliofunga safari hii na hata kwa wale ambao kwamba natusikiliza. Wasia mfupi ambao kwamba ningependa kuwapatia wale wanaojitahidi na kufanya juhudi juu ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huku mashambani ndio kuna hitaji da'wa zaidi, kwa sababu ndio maana Rasulu sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alikuwa hapendi kutulia tauni sana, kwa sababu hata mazingira yake aliolelewa alikuwa anaishi katika sehemu ambazo kwamba watu wanaishi, watu wa duni, watu wa chini. Lengo na shabaha ni kuwatoa katika sehemu zao zile, kuwaregesha katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madai wote vijana, hasa wale ambao kwamba wanakuwa sasa katika ulinganizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wajizatiti sana waingie katika mashinani. Lengo na shabaha wafikishe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kufikia hapa insha Allah ta'ala, namwomba Allah tabaraka wa ta'ala atufungulie katika njia zetu za kidawa. Mwomba Allah subhanahu wa ta'ala kazi zote hizi atuzifanye kwa kutaka matakwa kwa watu, bali ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ila huna aqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sa'adallahu awqatakum wa la liqa. Inshallah, imamu wetu, labda una lolote, umehisi vipi kutembelewa na ugeni kama huu labda au pengine tumefanya makosa kutembea ili siku nyingine tusije tena, au una jambo gani la kusema kuhusiana na hii ziara yetu sisi mashehe? Ni kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siha na afya na faragha. Mimi langu nawashukuru mashekhe wangu ambao kwamba wametutembelea. Huu ni ugeni ambao kwamba ni ugeni wa kheri, kwa sababu hawakuja isipokuwa wamekuja kwa malengo, na malengo yenyewe ni kuamsha mema na kukataza maovu na kuwafundisha Waislamu kuhusiana na dini yao. Kwa hiyo nawashukuru kwa ujio wenu. Hii ni ziara ambayo kama ni kheri, na naombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kuendelea na jambo hili lisikome mpaka kesho inshallah Ta'ala, tutakapokutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tujazie katika mizani yetu ya khairat inshallah.